روى الإمام البخاري حديث من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mbora wenu ni yule mwenye kujifunza elimu na kuifundisha wengine. Huu ndio mbora wenu enyi wanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatuthibitishia kuwa kipimo na mizani ya kumfahamu mtu aliyekuwa bora kati yetu, Mtume atuambia ni yule mwenye kujifunza. Hivyo mtu mwenye kujifunza ndio mtu bora kwetu na mwenye kuwafundisha wengine. Khairia kama hii, ubora kama huyu, ndugu zangu katika imani, haupatikani hivi hivi ila baada ya mtu kuamua kujifunza. Na mtu akishaamua kujifunza elimu, inabidi awe tayari kuvumilia yote yanayopatikana katika kuitafuta elimu. Lazima awe na subra, awe mvumilivu, astahimili matatizo na misukosuko inayopatikana katika kutafuta elimu. Ndugu zanguni, wallahi msimuone mtu kasoma mkamchukulia poa. Mtu ambaye kwamba aliyesoma, wallahi lau kwamba utajua aliyoyapitia, utakuwa ni mwenye kumheshimu. Mtu akiwa ni mwenye kuitafuta elimu anapitia changamoto nyingi sana. Ndio mmoja katika ulama anasema likulli shay'in afa, kila kitu katika ulimwengu kina matatizo yake, lakini anasema walil ilmi afat, lakini elimu ina matatizo mengi sana na ina misukosuko mingi sana. Ndio maana mshairi mmoja asema al-ilmu izzun la dhulla fihi, asema elimu ni utukufu, elimu yote ni utukufu. Wewe ukisha kuwa na elimu tayari wewe ni mtukufu, wala hakuna udhalili ndani yake. Uwezo kawa mdhalili wewe na wewe una elimu. Kisha asema wala yudraku illa bidhullin la izza fihi, lakini sasa elimu hiyo haipatikani hivi hivi kiolela olela, illa bidhull, illa kwa kujidhalilisha, kwa kujishusha na kujiweka chini, ndio utapata elimu. La izza fi, hakuna utukufu katika kutafuta elimu. Yani hata kama mwalimu wako atakuwa ni kijana mdogo, amekutangulia katika ilmu, hata kama wewe ni mkubwa kiasi gani, tayari imvi zimetoka, lazima upige goti, lazima uwe na heshima na adabu kwa yule mwalimu, ndio upate elimu. Elimu haipatikani ila kwa kujishusha chini. Yani hata kama yule anayekufunza ni maskini kiasi gani na wewe ni tajiri, ili